Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana kutuonyesha kwamba chochote unachokifanya kiamini tu unaweza kufanikiwa kwenye hicho ambacho unakifanya, na wengi wamekuwa na maswali mengi sana kutokana na umri wa vijana husika na pesa ambazo wanazimiliki. Katika pitapita zangu, unajua mimi ni mkazi wa Mbeya mkazi wa Dar es Salaam, lakini asili yangu ni Mbeya. So wakati nimerudi nyumbani nilikutana na story nyingi sana kuhusiana na kijana mmoja anaitwa Don G Billionaire. Mtoto mdogo wa miaka 22 mwenye pesa nyingi. Nikasema okay, this is interesting. Na nikajua ni content creator, lakini kuja kuchimbua na nini, kumbe ni mwamba tu ana hela zake na nini, anafanya vitu vyake mjini. Nikasema okay, siku moja nitakuja kupata nafasi ya kupiga naye story. So leo huyu mshikaji nilimcheki. Lakini leo kwa bahati nzuri akaniambia sister, niko town na nimekuja kufuata ndinga yangu mpya. Nikasema okay, interesting. Tupige story. Don G. No. Kama kaa mzima? Yeah. Au inabidi tukwambie tajiri umepoa ili tuokote? Hapana. Uko poa? Niko fresh. Na kuona afya nzuri, safi kabisa. Yeah, namshukuru Allah. Kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, pengine hafahamu Don G ni nani? Don G ni mtoto mdogo mwenye miaka 22 ila ni mfanya biashara. Okay. Yeah. Kwa majina? Jina langu kabisa naitwa Golden Luka Kidumba, hayo ndo majina ambayo nimepewa na wazazi. Yes, lakini asili yako? Mimi ni Mbena. Mbena? Yes. Wazazi walikuita Golden, wewe ukajiita nani? Don G. Don G. Yeah. Sema Golden pia sio jina baya. Yeah, hiyo ni dhahabu. Ni jina la pesa. Ina maana wazazi wangu walinitabiria toka nikiwa mdogo kabisa. Ingawa nilizaliwa mazingira yale loko. Oh yeah. Una miaka 22 sasa hivi? Yeah, na miaka 22. Miaka 22 kuwa tajiri. Maana utajiri unatafsirika kwa tafsiri tofauti tofauti. Kuna mwingine utajiri wake ni familia, mwingine ni pesa, mwingine ni watu. Wewe utajiri wako unautafsiri kwa namna gani? Ni pesa. Utajiri wangu mimi ni pesa. Hutaki kupepesa macho? Hapana. Pesa ziko za kutosha? Ni nyingi sana. Nyingi. Yeah. Benki kama shilingi ngapi? Hiyo ni secret. Unataka tialewa nifuate? Unaweza ukakuta huko willing kuongea. Hapana, siwezi kuweka official. Unajua nikiweka official account yangu nitawakatisha watu tamaa. Kuna watu wamenizidi umri. Vitu ninavyofanya mimi wao hawawezi. Yeah, kwa hiyo kuna vitu vingine ndiko uweke password. Oh yeah. Na wewe utajiri ulipata ukiwa na umri gani? Nafikiri miaka 18. 18. Yeah, 18, 19. Nilianza kupambana muda mrefu. Ni muda mrefu sana, ila kwa saizi ndio watu wamekuja kunijua. Unajua ukishaonekana kwenye social media ndio wanajua, wanahisi kama utajiri ndio umeupata jana. Hapana, mimi mafanikio ni muda mrefu. Na mafanikio yako yametokana na juhudi binafsi au wazazi pengine umerithi? Unajua watu wa Iringa nyinyi miti hii ndio utajiri wenu. Pengine wazazi wana mashamba makubwa ya miti ndio yanayokupa utajiri huu? Hapana, mimi nimepambana mwenyewe. Unajua asilimia kubwa ukitokea familia ya kitajiri huwezi kuishi ninavyoishi mimi. Unaishije na watu wa familia za kitajiri wanaishi? Asilimia kubwa ukifuatilia watu wa familia za kitajiri umri wangu wapo shule, wengine wapo mtaani, yani wapo tu wanasubiri mali, wanasubiri mzee akate. Ndipo lakini sisi tulianza kupambana. Wewe ni self made? Yaani umepata mali zako wewe mwenyewe? Yes, mimi nimetokea mazingira yale local life kabisa. Okay. Yaani ukiamka asubuhi unakutana yani upolo uliobakiza jana ndio chakula cha asubuhi. Yes. Okay. Na wazazi wako wamechangia kwenye hili au wewe ni moja kwa moja, ni wewe tu? Pengine ulikacha kabisa nyumbani kwenda kutafuta huko ndo ukarudi na pesa? Yes, nilikimbia kabisa. Yaani nilikuwa na miaka zaidi ya 9 mimi nimekaa sijaonekana nyumbani. Na utajiri wako uliupata kupitia biashara gani? Labda za magari au kilimo au nini? Hizo zinakuwa ni secret, hatuwezi kuweka official. Vyanzo vya pesa ni ngumu sana. Unajua watu ni wazuri mchana, usiku ni kibao wanapaa. Okay. Sio vizuri, hata mwenyewe nakushauri usionyeshe sana vyanzo vyako, inakuwa sio vizuri. Okay. Watu sio wazuri. Okay. Dunia sasa hizi imeharibika sana, watu hawapendi furaha yako. Unajua kila mtu ana furaha yake. Mimi furaha yangu ni hela. Kwa hiyo wakishajua kuwa huu chanzo cha hela ni hiki, basi lazima tutafute sababu ili tuharibu. Wakati naongea na wewe juzi kati hapo ulikuwa Mbeya, lakini kama juzi hivi Chief Godlove niliona wamebeba magari yake, wanasema tajiri kashindwa, sijui magari yanapelekwa Kenya kwa mwenye nayo na nini. Ghafla bin vu unanipigia simu kwamba mimi nimekuja kuchukua gari yangu town. Kwamba na mimi naongezea gari. Kwanza kabisa tuanze, hii ni gari ya ngapi kwako? Hii ni gari ya 4 mpaka sasa hivi. Gari ya 4? Yeah. Kwanza nimeianza vibaya hiyo. Hongera sana.
maana sio mchezo mdogo. Januari unanunua gari kaka. Mvua zinanyesha. Kaka, kwanza mvua hata ikinyesha sasa hivi sisi tunaona jua kali. Hapo ndio inaonekana mwenye hela nani. Sisi hatusubiri mavuno. Hii ina gari, gari. Audi A4, A5 hii. A5. Yeah. Inatembea kama shilingi ngapi? Hiyo haiwagi siri hata kidogo. Ni pesa nyingi. Kama shilingi ngapi? Ni pesa nyingi, secret. Nikizungumza nitawakatisha tamaa. Si haya magari ukiingia hata kwenye website zao unaona. Ingia angalia. Unajua kuna watu wengine hawajui. Kwa hiyo ukizungumza unaweza kusema sasa kama brother ameweka milioni 100 kwenye gari au milioni 90 kwenye gari. Mimi nitaweza kweli? Haifiki. Inafika milioni 100? Inafika. Kaka bana. Serious. Hebu iangalie vizuri. Kaka basi umepoa. No. Mimi na Juma Koba. Iangalie vizuri, unajua ni shilingi ngapi? Okay. Hii ni gari yako ya 4 unasema. Una gari gani na gari gani nyingine? Pale nina Audi kama hii, ile yenyewe ni A4. Hii ni A5. Alafu na convertible BMW. Alafu na store. Hii ndio ile uliokuwa unalipia kidogo kidogo? Sijailipia kidogo kidogo. Mimi nalipa cash. Kakwambie vijana wanahitaji hizi gari. Sijailipa kidogo kidogo dadangu. Mimi najiweza. Oh yeah? Yani mtu mwenyewe kwanza ambaye anachukuaga pesa zangu mwenyewe anafurahi. Kwanza kishaniona tu anajua kwa mwamba ameingia. Alafu nilikusikia unasema uko kwa Sharo. Kumbe nikapita kwa Sharo amekupost pia. Kumbe wewe unapita kufanya manunuzi pale. Sharo unajua yule ni yani asilimia kubwa ni tuseme mazingira ya kwetu na kwao ni the same. Naye ni mazingira fulani local life. Yeah. Kwao ni mtaa mmoja. Ni mtaa mmoja basi. Wewe unakaa Mwampongo? Mwampongo wapi? Yaani sio mtaa mmoja kwa sasa, kule tulikotoka, kwenye asili yetu kule. Okay. Okay. Sasa. Tuzungumzie gari yako mpya kama ambavyo unasema mwenyewe. Kwanza hii ni Audi ya pili kwenye showroom yako. Ni kwamba unayapenda haya magari au imetokea tu? Haya ni magari ya kifahari. Wanamiliki watu wenye hela. Kama una hela huwezi kumiliki hizi gari. I feel you my brother. Yaani gari unapokuwa unanunua jua kuna matunzo. Hii gari changamoto kubwa ni kuitunza. Kwa hiyo kama unafanya biashara ndogo ndogo kuimiliki gari ni ngumu. Ndio maana mimi nayapenda lakini yapo vizuri sana. Oh yeah. Wewe unajiita mtoto mdogo mwenye miaka 22, pesa nyingi. Chief Godlove anajiita mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Ni kama unapita njia zile. Haya zimekuja skendo kwamba magari yake yamechukuliwa na wewe umekuja kuchukua gari yako mwenyewe. Ni kama unaleta bato na Chief au? Hapana. Alafu ile skendo za kuchukuliwa gari Chief ilikuwa ni uongo. Unajua Chief agano alilonalo ni zito sana. Kwa hiyo hawezi kufilisika leo wala kesho. Umejuaje maagano ya Chief? Mimi ndio nakuelekeza sasa, hiyo ni kodi ambayo nakupa. Agano ambalo umelifanya Chief ni zito. Wewe umejuaje maagano ya mtu mwingine? Una ukaribu na Chief Godlove? It's my brother. Since when? Ni brother. Yule ni brother wangu, elewa hivyo. Sitaki kuweka maarifa. Wewe mnazungumza? Yeah, tunazungumza. Kweli? Umekuja hapa? Yuko Kenya sasa hivi. Yuko Kenya sasa hivi. Hivi ndo amehamia moja kwa moja? Unajua sasa. Sasa hizo kodi siruhusiwi. Si umeniita mimi? Haujamuita Chief. Kwa tuzungumze masuala yangu, si ndio? Okay. Haya mambo ya Chief magari na nini wewe una details zake. Na pengine kuna baadhi ya watu wanasema huyu anavoenda swaga zake kama Chief Godlove. Afu wote wakina G Yeah. Hatari. Naona maagano yako kwani? Yes, huwezi kuwa na mafanikio pasipokuwa na maagano. Maagano na nini? Secret. Ndio zile siri zako zinaendelea. Secret, hizo ni secret, ni password. Sio kila mtu anatakiwa ajue. Wewe na Chief pengine mmewahi kuzungumza ndio maana kuna codes mnaendana ndio kama hivyo unasema brother, au ni kwamba imetokea tu uko hivyo na yeye yuko vile? Secret. Wewe kila kitu ni siri sasa utaongea nini? Secret my sister, sio kila kitu mtu ajue, unajua. Okay. Since unapenda kuweka siri sana, nimekumbuka niliambiwa kwamba wewe pesa zako siku hizi zinazidi kuongezeka, lakini pia niliona hata kwenye peji yako kwamba ulifiwa na mamako mdogo, na nikaona comments za watu kwamba wewe kijana unaweza ukawa umefanya mambo ambayo sio, kwamba umetoa kafara. Ukikutana na comments kama hizi na wewe mwenyewe kama unavyosema self made na nini, pesa umezitafuta mwenyewe, huwa unazichukuliaje wewe kama wewe, lakini pia familia yako, wazazi wako, ndugu zako wanazungumziaje hili? Unajua
unapokuwa umefanikiwa au unapokuwa unaingia kwenye mafanikio, alafu ndani ya familia bahati mbaya ikatokea changamoto aidha mtu kufariki au kuumwa, lazima mipira utarushiwa wewe. Okay. Unajua lazima mipira utarushiwa wewe. Nimerushiwa sana. Ni sahihi, juzi nilikuwa na msiba. Ilikuwa nafikiri tarehe moja. Mwezi wa kwanza. Yes, mwezi wa kwanza nilikuwa na msiba. Mama wangu mdogo alifariki. Alikuwa anaumwa? Alikuwa anaumwa. Na familia pia inakutuhumu au ni mitandaoni? Ni mitandaoni tu wananituhumu, lakini familia inituhumu. Familia yako inakuelewa kwamba wewe ni self made na hakuna lolote? Yes, wanajua hivyo, kwa wanajua kijana wetu yupo vizuri. Oh yeah. Amepambana mwenyewe. Oh yeah. Yes. Hivi zile pesa unazokuaga umelala nazo kitandani na nini, unakuaga ukitoka pale unazirudisha benki au ni za matumizi? Mara nyingi pale inakuaga labda kama anataka kununua kitu. Inakuaga video alafu zinaenda kufanya kazi. Hela lazima ifanye kazi, hela hairuhusiwi kukaa. Yaani hela lazima ifanye kazi. Hakuna pesa ambayo inakaa tu from nowhere ikakaa tu bila kazi, ni uongo. Hayo yanakuwa sio mafanikio. Mafanikio ni kazi. Kazi kuna hela. Ili ufanye kazi lazima kuwe kuna hela. Mimi nataka nikuache maana una safari. Gari inabidi ikawasalimie watu wengine. Ikawasalimie. Nitajie ratiba yako kuanzia asubuhi mpaka ile unaenda kulala. Maana naonaga unalala kwa kuchelewa pia. Asante. Nitajie ratiba zako zinavyokuwa kwa haraka zile ambazo unaweza kushare. Kiufupi, asilimia kubwa mimi mchana ndio huwa nalala, usiku ndio huwa silali. Kazi zangu nyingi huwa nazifanya usiku. Unajua usiku ni muda ambao umetulia. Kwa unaweza kufanya mambo yako mengi kwa utulivu na ukafanikiwa. Mchana kunakuwa kuna mambo mengi sana. Labda kuna jambo la muhimu sana ndio nitalazimika kuamka. Mimi yani kama saa hizi hapa asilimia kubwa ndo najiandaa kuingia kazini. Unaona kama saa hizi hapa ndo nataka niwashe gari niondoke. Saa ngapi saa hizi? Sasa hivi saa 12. Hapa mpaka nitoboe maskani. Silali. Kwa hiyo nikifika ndo nalala. Hii nayo ni moja ya jukumu. Kwa hiyo na kesho hivyo hivyo. Mchana nitalala, ikifika saa 1 saa 2 naamka najiandaa kwa ajili ya kuendelea na mishe zangu. Okay. Hii nauliza kwa ajili ya mashabiki zako ambao najua wataacha comment. Una familia? Pengine umeoa au una girlfriend au uko single, pengine uko ready to mingle, watu waweze kufanya yao. Secret. Kila kitu secret. Kuna kitu nataka unifiche. Kuna kitu nataka uninyime. No, mimi nauliza. Unajua la hela nini? Kwa si vijana. La hela ilikuwa na watoto wazuri. Yaani ukiwa na hela hakikisha unafanya vitu vizuri. Uwe na mtoto mzuri, uwe na gari nzuri. Sasa si ndio maana nauliza kama wewe mtoto mzuri. Ni secret, siwezi nikaweka wazi. Sasa mbona gari unaweka wazi? Nikisema kuwa nina mke, si ndio wakuache? Kuna vitu nitabishana navyo, waniache ili hapo barabarani kuna vitu. Lazima nisumbue dunia kidogo. Waache watoto wazuri waje kwangu. Waache watoto wazuri waje kwangu kwa sababu pesa ninazo mimi. Hiyo ndo la hela. Okay. Sawa sister. Yaani la hela kwa sisi vijana. Kwa sisi asilimia kubwa tukishafanya kazi tuna pesa, ni wanawake, hamna kitu kingine. Mimi sinywi pombe. Sina starehe yote ambayo naifanya kama hela. Kama mapenzi na mandinga basi. Na ndio maana unaona mtoto mdogo. Na watoto. Kama watatu. Kwa mimi starehe yangu ni mapenzi na magari. Mapenzi, gari, sina kitu kingine. Okay. Kwa kijana anayekutazama mpe ushauri. Ushauri kijana, hakikisha unatafuta pesa mazingira tofauti na nyumbani ulipozaliwa. Unajua asilimia kubwa vijana tunashindwa kumove kwa sababu ya mazingira. Ili upate hela inatakiwa utoke mbali na uende mbali na nyumbani. Ukiwa mazingira ya nyumbani ni ngumu kupata hela. Kuna baadhi ya vitu utashindwa kuvifanya kwa sababu unaona aibu. Usimuona kama hapa tumekuja kwenu. Mimi ni mgeni, nimewakalisha watu wenye rika kama mimi hapo wanavuta bangi huko. Umeelewa? Lakini nimekuja huku na mishe zangu nafanya zaidi, nafanyaje? Naondoka. Mimi nyumbani niliondoka nikiwa na miaka 15 nafikiri. Nyumbani nilikozaliwa. Nikiwa na miaka 15 nikachomoka pale baada ya kuona maisha yamekuwa ni magumu. Hali ni tete. Na miaka 18 umefanikiwa. Nikarudi na miaka 10 na ngapi? Nyumbani pale mimi nimerudi nafikiri ni juzi. Mimi nyumbani wameanza kuniona juzi tu hapa. Walikuwa wananiona tu mtandaoni golden. Sasa wakawa wanafananisha. Huyu ni golden au ni sasa walikuwa wanakuona G. Walikuwa wanaona Don G. Jina langu sasa lile la uhalisia lile lilikuwa ni ngumu. Don G sio golden huyu. Kwa hiyo ikabidi nirudi kuwathibitishia ndio mimi niliondoka. Kwa hiyo kijana, hakikisha unatoka mazingira ambayo umezaliwa. Toka mazingira ambayo wamekuzoea. Nenda sehemu ambayo hawakujui. Ni rahisi kupata hela. Thank you so much Don G. Asante sana dadangu. We good?